mwanangu, hebu ngoja kwanza. Ngoja niweke kitu vizuri hapa. Ngoja kwanza. Mwanangu, si nishakataza kusoma hesabu? Ndio. Sasa kwa nini haunisikii? Mimi nakwambia usisome hesabu na wewe umekataa kunitii na kuacha kusoma hesabu kwa sababu gani? Mimi hapo kwanza na swali. Kinachosababisha mpaka unaniambia niache kusoma hesabu. Kwa nini nisisome hesabu? Usisome hesabu kwa sababu namba moja. Hesabu ni ngumu. Yaani unaweza ukasoma hesabu mpaka ukawa chizi, ukachanganyikiwa. Kwa sababu hesabu ni somo gumu. Hiyo ni namba moja. Ndio. Namba mbili, pamoja na ugumu wake, haina matumizi yoyote kwenye maisha yetu ya kila siku. Sijawahi kuona hesabu mahali inatumika mimi. Nipe mfano wa kitu chochote ambacho hakitumii hesabu. Sio nikupe mfano. Vyote, hakuna kinachotumia hesabu hapa duniani, hakipo kinachotumia hesabu. Hakuna haja ya mfano, umeshakwambia. Kila kitu tunachokifanya hakuna kinachotumia hesabu hapa duniani. Iwe ni kijijini, iwe ni mjini, iwe ni nyumbani, iwe duniani kokote hakuna kinachotumia hesabu. Nipe mfano. Haya, ngoja nikwambie. Haya, kutembea. Hii kutembea mimi natumiaje hesabu? Hapo umetumia hesabu. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu hapo ndio maana mtu akitaka kuruka, mfano yupo karibu na dimbwi, lazima arudi nyuma kidogo ili kuvuta nguvu sasa, ili aweze kuruka upande wa pili. Kwa hiyo hapo anatakiwa umetumia hesabu. Haya bwana, sawa. Mimi nimekubali kidogo, lakini hiyo sawa umeshinda, lakini haya, kingine kwa mfano, kulima. Maana mimi nakutajia shughuli ambazo tunazifanya huku kwetu kijijini. Kulima kwa mfano, wewe ulishawahi kuona kulima unatumia hesabu, kushika jembe ukaenda shambani ukalima, ukaotesha mazao yako, ukaenda nyumbani? Kuna hesabu gani inatumika hapo? Hapo umetumia hesabu. Hesabu inatumika kwanza. Cha kwanza inatumika kupima ukubwa wa shamba lako. Ndio, unapima urefu na upana. Baada ya hapo unakokotoa kwa kutumia kanuni ya eneo ni sawasawa na urefu mara upana. Hapo unakuwa umetafuta eneo kwa kutumia kanuni ya urefu mara upana. Hapo umetumia hesabu. Umetumia hesabu. Sasa mimi kujua eneo kutanisaidia nini? Hapo itakusaidia kujua kwamba unahitaji mbolea kiasi gani. Unahitaji mazao kiasi gani. Yaani hapo kila kitu kinatumia mahesabu, hata kuweka maji. Maana ukizidisha maji hapo, mmea unakufa. Hivi kweli Kweli. Hamna bwana. Mimi bado haya. Sawa. Kufuga ng'ombe, kufuga mbuzi, kufuga kuku, yani tunapokuwa tunafuga mifugo yetu hii ya nyumbani hapa, hii mifugo yetu. Ndio. Niambie, kuna hesabu hapo? Si unachukua tu chakula unampelekea ng'ombe, mapumba yale unampeleka polini, ama unamkatia majani unaleta nyumbani anakula. Kama ni mbuzi, hapo kuna hesabu? Hesabu gani inatumika? Hesabu imeshatumika hapo. Shatumikaje hesabu? Yaani hesabu hapo lazima utumie. Natumiaje hesabu hapo? Hapo cha kwanza lazima hesabu itakusaidia kuhesabu idadi ya mifugo yako ulionayo hapo nyumbani. Ili kumaanisha kwamba mfugo unapopotea na kusaidia kwamba kuna mfugo amepotea. Bwana. Kwa hiyo hapo umeshatumia hesabu. Lakini cha pili, kukokotoa kiwango cha chakula kinachotakiwa. Halafu kukokotoa kiwango cha dawa inayotakiwa. Ndio. Kwani mimi sinachukua tu dawa na mdunga kuku na mdunga ng'ombe na mdunga mbuzi? Maana ilikuwa dawa mimi nimeshakariri dawa kwamba dawa fulani ndio inatumika kutibu ugonjwa fulani kwenye mbuzi. Kwa mimi naenda nachukua hiyo dawa dukani nakuja na mdunga tu. Kwani kuna shida? Hapo utakuwa umeshamuua mnyama wako. Kwa sababu umeshaambia inakusaidia kukokotoa kiwango cha dawa inayotakiwa. Sasa wewe hata hujakokotoa, umefika umechukua dawa. Kwani kuna shida gani? Wewe umechukua dawa, umeenda mambo yako bwana wewe. Yaani hapo ndio maana nakwambia hisabati. Hisabati ni kila kitu hapa duniani. Haya. Sawa.
Sasa mimi naenda kukutajia kitu ambacho hakitumii hesabu kabisa. Nakutajia. Haya, kuona. Nilikuwa naangalia hivi na kuona hivi. Kuna hesabu gani hapo? Kuangalia tu naona kitu, naona yule mtu, naona nani. Hiyo kuna hesabu hapo? Umetumia hesabu. Hesabu wewe. Kwenye kuona kuna kutumia hesabuje sasa? Umetumia hesabu. Umetumiaje hesabu? Hapo umetumia hesabu. Kwa sababu gani? Wewe hata mambo yako bwana, wewe na wewe unanichocha. Angalia pale wewe uelewi. Angalia. Kile kibao pale kimeandikwaje? Kibao? Ndio. Wewe hayo maneno hayasomeki vizuri. Huku si ni mbali. Maneno hayasomeki vizuri. Aha. Kumbe unajua hapa ni mbali. Sasa utafanyaje ili kukisoma? Utafanyaje ili kukisoma? Sinaenda na kisogelea hapa. Sasa basi ushatumia hesabu. Sasa nimetumiaje hesabu? Umepunguza umbali uliokuwepo mpaka kufikia hicho kibao. Umeshapunguza umbali. Kwa hiyo ni hesabu hiyo. Hiyo ni hesabu. Je, usingepunguza umbali ungekisoma? Hamna, nisingekisoma. Sasa ushatumia hesabu. Wewe umeshaambia hesabu, kila kitu tunachokifanya kinahusisha hesabu. Ndio. Yaani hata kusikia. Kusikia tena? Kusikia ni hesabu. Hesabu sasa inatumikaje kwenye kusikia? Yaani hapo unatumia hesabu. Sema kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Hebu sikia kule watu kijijini wanavyoongea. Sikilizia kule watu wanavyoongea. Kule kijijini? Nawasikia. Wamesemaje? Wamesemaje? Sasa mimi nitaelewaje wakati siko karibu nao? Hapa sasa inabidi utumie hesabu. Kwamba punguza umbali. Punguza umbali. Punguza umbali uliokaa hapo mpaka kufikia kule kijijini. Hapo inabidi upunguze umbali. Kwa hapo natumia hesabu. Kwa hiyo nikipunguza umbali ndio naweza kusikia vizuri. Ndio. Kwa hiyo ni hesabu. Hesabu tayari. Bwana wewe. Hesabu ni kila kitu. Kwa hiyo nataka kuniambia hakuna kitu ambacho hapa duniani hakitumii hesabu? Hamna. Hata kimoja? Hamna. Tafuta, yani tafuta. Ukikipata. Kwa nikikipata utaacha kusoma hesabu? Nitaacha kabisa, nitaacha. Yaani nitaacha. Sisomi. Haya bwana, isema umenishinda sasa. Mwanangu, kama ni hivyo bwana. Soma hesabu, labda itakuja kusaidia kwenye maisha yetu. Ndio hivyo. Inabidi tu usome hesabu hapo. Sasa na mimi itabidi unifundishe siku moja. Ndio. Maana mimi mwalimu wangu alisema hivi. Hesabu ni ngumu. Kwa hiyo alivyokuwa ameshasema hesabu ni ngumu. Mimi nimesoma mpaka kidato cha 4. Mimi nimesoma bwana. Usinione hivi. Nimesoma. Kumbe mpaka kidato cha 4. Mwalimu akatuambia tukiwa kidato cha kwanza, hesabu ni ngumu. Kweli kabisa alivyokuwa anafundisha, unaona hesabu ni ngumu kabisa. Ngasema sasa hapa ili kichwa kisipasuke. Chana na hesabu. Kwa hiyo ngaacha kumsikiliza. Mwalimu akiuliza, "Do you understand?" Yes! Ili aondoke. Sasa wewe mwalimu alikuwa hata anakukatisha tamaa. Wewe mwalimu hataki mafanikio. Kabisa. Hataki. Wewe mwalimu siku moja ukikutana naye, unamwambia, "Toka pepo." Kabisa. Unamwambia. Kwa maana yake alikuwa anatudanganya kwamba hesabu ni ngumu. Alikuwa anadanganya tu. Alikuwa hata anaingiza mkenge. Alikuwa anadanganya. Sabati ni kila kitu bwana. Acha wewe. Akasema hesabu haina maana. Umeona? Sasa kama haina maana, kwa nini anaifundisha? Hapo sasa, hebu niambie mwanangu na wewe. Kwa nini anaifundisha wakati haina maana? Yeye hapo mimi najua kwa nini anafundisha. Yeye anafundisha tu ili apate zake hela, basi. Kweli. Huko unateseka, umeacha hesabu, yeye anapata zake hela. Analizika. Hata nikifeli, hata nikifaulu, anapata hela. Anapata hela. Anapata tu hela tena nyingi tu. Na enjoy zake maisha. Kwa hiyo mwalimu wako, yeye afanye hivyo. Yaani mwanafunzi ili kujijengea uwezo wako wa kufikiri. Cha kwanza lazima wewe, yani wewe unajipa hata na wewe maswali. Kile alichokifundisha mwalimu. Sio mwalimu kafundisha hapo. Akimaliza tu, akiondoka, daftari umeshafunga. Unatakiwa ukifika zako pale nyumbani, unafunua pale kujikumbushia
ulichofundishwa kama siku ya weekend hapo. Unajikumbushia hapo alichokufundisha mwalimu. Hata ikifika Jumatatu siku ya shule, unakikumbuka. Kumbe ndio maana naona kila wakati hesabu tu, unasoma hesabu tu, unasoma tu hesabu. Kweli nimeamini. Mwalimu wangu alinipoteza mwanangu. Kwa hiyo sasa wewe soma hesabu. Nimekuelewa. Hapo sawa. Mwanangu nimekuelewa kabisa. Ndio. Nitakuunga na mkono, nitakuwa nakununulia na vitabu. Chochote unachotaka niambie. Kabisa. Kwenye hesabu nitakununulia. Sawa. Bwana. Leo nimejifunza kitu. Sitaukataza tena.